Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kukaribisha tena asubuhi nyingine, siku nyingine mpya tena ambayo tunakwenda kujifunza neno la Mungu pamoja. Na leo tutazungumza kuhusu kitu special kidogo ambacho nataka tuzungumze. Unapovuka mwaka kuingia mwaka 2026, nataka tuzungumze kidogo kuhusu bidii ya kumtafuta Mungu. Tuombe. Jehova, na kushukuru kwa ajili ya asubuhi hii na kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye anatazama video hii, anayefuatilia ukurasa huu. Bwana, ukamtie nguvu na umponye na kumuinua pale ambapo anahisi kuwa na udhaifu, kwa utukufu wa jina lako. Naitwa mwalimu na nabii Peter Kabiriga. Mungu amenipa neema kwa ajili ya kukuletea neno na kuzungumza na wewe habari za ufalme wa Mungu. Hilo ndo la msingi. Tunazungumza habari za ufalme wa Mungu kupitia kurasa huu. Unaponifuatilia, unaweza ukanifuatilia YouTube, unaweza ukanifuatilia Facebook, unaweza ukanifuatilia Instagram, unaweza ukanifuatilia katika mitandao tofauti tofauti kadiri Mungu anavyokupa neema ya kufuatilia, kwa jina hilo hilo Peter Kabiriga. Sasa tuende tukajifunze neno. Leo nataka tujifunze kidogo kwa ufupi kuhusu 2026. Tunaiendea 2026. Tumefanya maombi sana, tumekesha sana, tunatafuta uso wa Mungu ili Mungu atuvushe tufike mwaka 2026. Na hivi ndivyo Mungu anavyotuvusha. Tunafika 2026, lakini nataka nizungumze na wewe kitu. Kuitafuta bidii ya kumjua Mungu unapokuwa 2026. Ili ufanikiwe katika maisha yako, kitu cha kwanza cha msingi sio kazi unayoifanya, sio elimu ulionayo, lakini kumtafuta Mungu kwanza, kumpa Mungu nafasi ya kwanza ili yeye aweze kukuinua. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 16, anasema basi kikaribieni kiti cha neema kwa ujasiri ili mpate neema ya kuwasaidia wakati wa mahitaji. Kile kiti cha neema anachosema ni kiti cha enzi. Sasa ili uweze kuwa karibu na Mungu, lazima uwe na bidii ya kukaribia kiti cha neema ili uweze kupata kiti cha neema, upate neema ya kusaidia wakati wa mahitaji. Tunayo mahitaji mengi na tunayo mipango mingi. Najua una mipango mingi ambayo nataka uifanye mwaka 2026. Kuna watu wana mipango ya kufunga ndoa 2026. Kuna watu wana mipango ya kujenga nyumba 2026. Kuna watu wana mipango ya kugombea uongozi 2026. Kuna watu wana mipango mingi. Wengine ni wachezaji wa mpira, wanatamani akacheze mpira afike mbali. Wengine ni wahubiri, wanatamani akahubiri wafike mbali. Wengine ni walimu wa kawaida, wanafundisha mashuleni, anatamani ile elimu yake afundishe kwa viwango vya tofauti. Lakini hayo yote ili yatokee, lazima kitu cha kwanza, kumbuka, mtangulize Mungu. Sasa tuangalie, nimesema tuongeza bidii mwaka 2026 kumtafuta Mungu. Amina. Ongeza bidii kumtafuta Mungu 2026. Ili uyaone mafanikio yako, lazima uongeze bidii yako katika kumtafuta Mungu. Kitabu Musa anawaambia wana wa Israeli, kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 9. Ngoja nianze na Biblia hii ya kawaida. Biblia ya kawaida inasema hivi, ya Kiswahili cha kawaida. Anasema, lakini jihadharini nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Anasema uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Uwajulishe habari za Mungu watoto wako na watoto wa watoto wako. Mungu anataka kila kunapokuitwa leo ufanye kitu kwa ajili ya ufalme wake. Anatamani aone ukizungumza habari zake. Anatamani aone watoto wako ukiwajenga katika misingi ya kumjua yeye.
Yani mtoto asizaliwa anajua kwamba huwa kuna mganga anakujaga hapa nyumbani kututibu. Mtoto akuwa anajua tunaendaga kanisani, tunaomba na anajua kabisa mama kuna wakati anakuaga kwenye maombi, baba anakuaga kwenye maombi. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba sisi tunaishi, tunatembea, lakini msaada wetu ni katika Bwana. Sasa Musa anawaambia wana wa Israeli, jihadhari sana, mlinde moyo wako kwa bidii. Usije ukasahau katika moyo wako, ulinde roho yako, usije ukasahau katika moyo wako yale ambaye Mungu alikutendea. Mungu aliwatendea wana wa Israeli mambo mengi sana, lakini anawaambia msije mkasahau. Kwa hiyo kuweni na bidii katika kutenda mema, kuweni na bidii katika kuwafundisha watoto wenu kuhusu haya Mungu aliyowatendea. Sasa katika mstari huu kuna mambo 3-4 ambayo nataka tuangalie. Kwanza anamwambia linda roho kwa bidii. Usisahau ulioyaona kwa macho yako yakaondoka moyoni mwako. Kumbe unaweza ukailinda kwa bidii, lakini yakasaulika kwenye moyo wako. Na kisaulika kwenye moyo wako tayari na macho yako yale yaliyoyaona yanasahau. Unajua moyo ukisahau kitu, macho yanafuta. Yani kitu kinaweza kikafutika katika macho yako, usiendelee ukikitazama. Unajua kuna kutazama huku kwa macho haya ya mwili na nyama, lakini kuna kutazama katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana unaweza ukawa hapa wewe, kuna mtu hujamuona muda mrefu, lakini kutomuona muda mrefu yule mtu ambaye ulisoma naye shule ya msingi, ulisoma naye sekondari, haikufanyi usimkumbuke. Yani ulipo pale unamkumbuka kabisa, unaiona na sura yake, unamuona kabisa. Yani huonani naye kwa mwili na nyama, lakini unamuona kabisa kwamba huyu ni fulani, yani namuona fulani. Mimi kuna watu ambao nimesoma nao nikiwa hapo yani nakuwa namuona, sijaonana naye muda mrefu, lakini ninamuona tu kwenye ulimwengu wa roho, namuona kwamba fulani yuko hivi. Kwa hiyo Musa anajaribu kuambia wana wa Israeli, waambie watoto wenu mlioyaona, waambie watoto wenu wayashike haya, yasisaulike katika mioyo yenu wala kutoka katika macho yenu, yasiondoke katika mioyo yenu wala mje mwajulishe wajukuu wenu. Anasema ukijulishe kizazi kingine, wajukuu wenu wakajue. Ukisoma Biblia ya kawaida anasema lakini muwe waangalifu na kujihadhari sana, msije mkasahau mambo yale mlioyaona kwa macho yenu wenyewe, isije ikatokea hata mara moja maishani mwenu mambo hayo yakasahaulika mioyoni mwenu. Wasimulieni watoto wenu na wajukuu wenu. Wasimulie watoto wenu na wajukuu wenu. Kwa hiyo wewe unasimulia nini kwa watoto wako? Unawasimulia habari za mganga? Unasimulia habari gani? Wasimulie watoto wako habari za Yesu. Wasimulie watoto wako habari za utukufu wa Mungu aliyokutendea mwaka 2025. Unapoingia 2026, nenda na masimulizi, nenda na shuhuda Mungu alizokutendea. Nenda na shuhuda Mungu alizokutendea. Ili Mungu akutendee zaidi, lazima uwe na bidii ya kumtukuza. Uwe na bidii ya kuzungumza habari zake. Uwe na bidii ya kusema kila ambacho amefanya. Na kama unachoona 2026 umetendewa, 2025 umetendewa kidogo, lakini unapoanza kukitukuza kila ambacho umetendewa, hata kama unaona umeenda 2026 unaumwa, lakini kule kwenda 2026 unaumwa, ukianza kumtukuza Mungu kwamba kuna ambao waliumwa lakini hawakuvuka mwaka huu 2025. Lakini mimi naingia 2026 nikiwa mzima, japokuwa naumwa, lakini najua Bwana anapoingia 2026 hata ugonjwa huu hautakuwepo juu yangu. Mungu anaanza kukubadilisha kwa sababu anaona una bidii katika kumtukuza, una bidii katika kuamini utukufu wake, una bidii katika kuamini kila anachokifanya kwenye maisha yako. Kaangalia Biblia inasema kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17, anasema na wapenda wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Hapa sasa kuna mambo matatu. Moja, wanaonipenda na wapenda wanipendao. Wale wanaompenda Mungu anawapenda. Wapo wengi wanaompenda Mungu, wapo wengi. Ndio maana ukiona hata ukienda kwa mtu ambaye unajua kabisa huyu ni mpiga ramli, yeye anakuambia kwamba tunamtukuza mtu, tunamwamini Mungu. Tunatibu lakini tunamwamini Mungu. Ukienda popote unapokwenda, kila mtu utasikia anataja habari za Mungu, anamwamini Mungu. Lakini Mungu anayemwamini inawezekana anampenda tu Mungu, lakini Mungu anasema na wapenda wale wanipendao. Kuna namba 2 anasema wanitafutao, na wao wanawapenda. Wanaomtafuta Mungu wapo wengi. Utakuta watu wengi wanamtafuta Mungu. Utakuta watu wako makanisani, utakuta watu wako msikitini, utakuta watu wako wote hao wa Buddha nini, wote wanamtafuta Mungu.
wanatamani wamuone Mungu, lakini anasema wanitafutao kwa bidii wataniona. Kuna neno pale limeongezwa, wataniona. Wapi? Wanaomtafuta kwa bidii. Haya makundi matatu yote, kundi moja linalomuona Mungu ni wale wanaomtafuta kwa bidii. Tunakuombea uwe katika miongoni mwa wale wanaomtafuta Mungu kwa bidii kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo nilitaka nikusikilizishe neno hilo, kwamba ujue kwamba kuna kitu unatakiwa kufanya. Kitu unachotakiwa kufanya ni kuingia 2026 ukiwa na bidii ya kumtafuta Mungu na kusimulia matendo yake makuu aliyokutendea na aliyotenda juu ya familia yako, juu ya ukoo wako, jinsi alivyowalinda mkavuka mkiwa wazima. Wapo watu wengi tumewazika mwaka 2025, lakini kwa nini mimi na wewe tunaishi? Kwa nini mimi na wewe bado tuko wazima? Hilo ni jambo la kubwa sana ambayo inatakiwa uwe mbele za Mungu na umtukuze Mungu na uambie vizazi na vizazi kwamba Mungu ni mkuu, Mungu anatupenda, Mungu anatulinda, Mungu anatupigania. Haleluya, haleluya. Acha nikuombe. Unaweza ukachukua namba yako ya simu ukanipigia simu kwa maombi, wewe unayetamani tuombe wote. Una shida inakusumbua, una tatizo unalipitia, una namna ambayo umehangaika muda mrefu hujaona majibu, unaponipigia simu na kuombea, Bwana atakufungua. Napiga simu 0752 33 46 48. Lakini unaweza ukanitafuta kwa namba hiyo WhatsApp pia, au piga 0679 33 46 48. Na hiyo namba pia unaweza ukanipata WhatsApp, alafu tukawasiliana, tukaomba wote na Mungu atatenda jambo. Nakupenda, lakini Yesu anakupenda zaidi. Amen, amen, amen. Ubarikiwe.